Tuone sasa jinsi mfumo huu unavyofanya kazi. Kuanzia kujua samples na kutufikia, tunaweza kupatikana kwa njia mbili. Ya kwanza ni Instagram, lakini ya pili ni website. Kwa ukiingia kwenye website utaandika ikadi.co.tz then utaenda. Kwa hapa inaelezea services zetu na hapa chini kuna sample zetu zote ambazo tunazo. Kwa these are our samples, zipo zaidi ya 70. You can see. Na ukishuka chini kwenye website yetu inaelezea service ambazo tunazo provide, tupo operational muda gani, variety ya kadi, events ngapi tumezifanya na real time invitation. Kwa mfano sasa hivi kama mtu anatuma inaweza kuji-update hapo. Kwa mpaka sasa hivi tumetuma zaidi ya kadi 67. Tumefanya events zaidi ya 240 na pia tumetuma kadi zaidi ya 67 kwa wateja wetu. Packages zetu kuna ya basic, premium na classic, ambao basic ni 1900, premium 2500 na classic 5000. Na ukishuka chini kabisa kwenye website yetu unaweza kututumia maoni, lakini pia kuna contact details. Na sasa hivi tumeexpand, tunafanya hata mikoa mingine. Dodoma tunafanya, Arusha tunafanya, Moshi tunafanya, Mwanza, Morogoro, kote tunaweza kufanya. Kwa hiyo soko lipo kubwa, watu familia bwana, watu kuoa na kuolewa kila siku. Kwa soko lipo, soko ni kubwa. Hata kama kuna competitors wetu, models kama tunacho concentrate zaidi ni kuhakikisha hatutumi tu zile digital cards, lakini tuna provide huduma, service in back, na tuna concentrate kwamba okay, this time tuna improve hiki na hiki, tunataka mteja wetu ajisikieje, ambapo is very important kwetu, ajisikieje baada ya sisi tukishatuma kadi. Kwa the whole feeling around hiyo, ingekuwa ni mimi nimeomba service kama hii nitatakaje. Kwa it's around that, na I believe najiona after 5 years na tunavyoenda kwa sababu tutakuwa mbali. Sisi tuna concentrate kwenye ubora wa huduma yetu. Mnyororo wa ajira je? Kwenye ICAD wapo wengine 5, team ya sales na mmoja kwa ajili ya administration, kwamba kuhakikisha kwamba simu zimepigwa, wale watu wa sales wameleta watu ofisini sales pale, na sales wale wana-attract vipi, wanawafuatiliaje wateja, na kuna sisi wengine huko 3 ambao basically tunasimamia operations, mwingine anasimamia finances, na mwingine yupo kwenye technology. Kwa lakini before product yote haijatoka, sisi kama timu ya watu 3 lazima tukae na tu-involve watu wa sales to discuss kwamba tunataka update ya kitu fulani. What do you guys think? Kwa pale ofisini kuna drawing board kabisa, tunakaa tunachora, tunaenda wapi na tunafanya nini. Yes, yani wote jumla yote tupo 8. 5 tumewaleta on board, 3 ndio tulianza the product. Sisi kwetu tuna operate a little bit different. Kwa sababu mwanzoni tulianza tunataka sijui kwenda kwenye stationery, wale wawe mawakala wetu na nini. That was mwanzoni kabisa, lakini ikawa hiyo haiwezi kuwork kwa sababu yule mwenye stationery kufuatia ile process nzima, mtu anaweza kupigia simu hata saa 4 usiku, kapani huko, kadi yangu haijafika, kumbe kadi imefika, au WhatsApp message mtu ka delete bahati mbaya. Kwa hiyo tuna super agents ambao basically wao pia tunawaingiza kwenye system pia. Kwa probably kwenye hii mikoa yote tunaweza kuwa sio chini ya staff 100 hapo baadaye, sio chini, yani that's the bare minimum. Ni nini kimejificha nyuma mafanikio ya uchumi dijitali? Utofauti wa age ya wazazi wetu ambao sasa hivi hapo kwenye 50s 60s huko, utofauti mkubwa ni kwamba walikuwa limited, opportunities zilikuwa ni chache. Lakini sasa hivi mtu anaweza kuamua yeye anafanya cryptocurrencies, anaweza kuamua anafanya forex trading. Ni ile uwezo wa kujua
skill fulani na how to build your life around that skill. Sio tu kuifanya kwa kudokoa, no, kuinvest time, kuhakikisha kwamba what you have started inaisha. Sababu there are a lot of people, kwa mfano upande wetu sisi wa tech, upande wa afya kuna watu kama kina Dawa Mkononi, wao wamefika mbali sana. They are getting series and series of funders. Wengine kuna mwingine Neurotech is going very far, Caleb anaenda huko mbali zaidi. Kwa hiyo ukiangalia trend line ya watu wote ilikuwa ni consistent. Mwanzoni it looks like, hata sisi tulipokuwa tunaanza mwanzoni it looked like hatuwezi kufika hapa tulipofikia. Lakini with consistency tumeendelea hapo chini. Kuna ups and downs. Sometimes kila mtu ana panic kwenye team. Kila mtu anaendelea na mishe zake, alafu after a day mnarudi, mwanangu hapo ulizingua weekend, umezingua FM, samee, naendelea tuna move hivyo. Sometimes product unaitoa kama tulivyoanza na zile product zetu za kwanza, unazitoa soko kuingia na kuwa umu, yani kila ukigusa mwamba hutaki kutoa maji. Kwa mpaka ile consistency tukaja tukafikia sasa hivi tumeanza at least tunaona flow ya cash ofisini, mambo yanaenda. Inahitaji consistent. Ni kama tu mtu anavyosomea labda udaktari. Mtu ukianza pale mwanzoni mambo yanakuwa magumu. Kipindi siku nzima upo darasani lazima usome, na baada ya wiki 2 una mitihani, hectic. Lakini with consistency kila kitu kinaenda.